Habari, mimi ni Ino na leo nimesafiri zaidi ya kilomita 600 kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka kuja hapa Singida. Lengo la kufika hapa ni kuja kuonana na mkurugenzi wa mafunzo kutoka Chuo cha Walimu Singida. Niko kwenye mazingira ya Chuo cha Walimu Singida. Kuna vingi ambavyo nitazungumza naye kuhusiana na Chuo cha Walimu Singida. Dr. Mwansasu, nataka tuambie utaratibu wa mwalimu ambaye anataka kujiendeleza. Tuzungumza na mwalimu ambaye yuko Kahama, yuko Mtwara, yuko wapi, lakini amesikia kwamba Chuo cha Walimu Singida kimefungua udahili na anataka kujiendeleza. Je, ni lazima safiri kutoka Kahama aje chuoni ama mna utaratibu gani? Okay, swali zuri. Sisi utaratibu wetu kama nilivyosema kwamba hizi kwanza ni stashahada mbili ambazo tunazitoa. Stashahada ya walimu msingi na stashahada ya walimu awali. Ambazo stashahada zote hizi zinamhusu mwalimu wa shule ya msingi ambaye ana ngazi ya cheti ama grade A. Kwa hiyo tunamupgrade kwenda kuchukua diploma. Sawa? Kwa hiyo kwa kutambua kwamba tuna walimu wa shule za msingi ambao wameajiliwa na serikali, na maana ni watumishi wa umma, lakini pia wengine wameajiliwa na shule za private, wanaendelea na kazi. Kwa tumetengeneza utaratibu wa kuwafuata huko waliko kupitia mafunzo ya cluster. Kwa kila halmashauri tumefika na tumefungua vituo katika halmashauri mbalimbali ambazo ni kwa ajili ya ku-upgrade wale walimu. Kwa hakuna haja ya mwalimu kuja kampasi hapa kusoma hii diploma. Badala yake anaweza akajiandikisha huko huko aliko, na bahati nzuri tumefungua mfumo kwenye wanajisajili kwenye mfumo. Akiingia kwenye mfumo wetu pale anaweza akachagua kituo anachotaka kusomea kulingana na halmashauri ambayo yupo kwa ajili ya. Asante. Naomba uniambie ni kwa nini mtu ambaye anakutazama sasa hivi aje Singida TTC? Naweza kusema kwamba Singida TTC ndio suluhisho pekee la kumupgrade mwalimu, kwa sababu kwanza sisi tuna uzoefu katika hii kazi ya kuupgrade walimu. Na hata katika hii mwaka tulivyoanzisha haya mafunzo, sisi ndio tulikuwa wa kwanza kuanzisha baada ya kufika wizarani na kupata kibali. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza na vyuo vingine vikafuata. Kwa sisi tumejipanga, tunajua ni kitu gani tunatakiwa tufanye ili mafunzo haya yaende kwa ufanisi, tuweze kutekeleza mtaala wa serikali kama ambavyo wao wanataka. Kama nilivyosema, tumejipanga kuhakikisha kwamba ubora wa elimu unazingatiwa. Na moja kati ya vitu ambavyo tunavitekeleza ni kutekeleza mtaala ulioboreshwa uliotoka wizarani, ambao ndio tunautekeleza sisi wale walimu tunaowafundisha ili waweze kuwa na matokeo chanya kwenye jamii. Jumamosi wanaingia darasani siku nzima na Jumapili pia wanaingia darasani siku nzima. Then vipindi vya likizo pia wanakuja kusoma kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo tuna cover yale masaa ambayo walikuwa hawafundishwi kipindi yale masaa ya asubuhi, tuna cover kipindi cha likizo. Then baada ya hapo tuna BTP, ile walimu kwa vitendo. Tunawafanyia assessment. Kwa mfano kama hapa juzi tulikuwa na assessment, tumefanya nchi nzima. Wanafunzi wetu wote tunawafanyia assessment kuhakikisha kwamba yale ambayo tunafundisha yaliyopo kwenye mtaala wanaweza kwenda kuya-implement kwenye sehemu zao za kazi huko. Kwa hiyo ndivyo tunavyofanya hizo program, na mpaka dakika ya mwisho tunawapima kwa kufanya mitihani ya ndani, na mwisho wa siku watafanya mtihani wa taifa ambapo wakiqualify basi wanapata diploma zao. Dr. Mwansasu, nataka uniambie faida ya diploma hii kwa huyu mwalimu ambaye anajiandikisha, anasoma mpaka kufika hatua ya kumaliza, anapata faida gani hasa? Baada ya kumaliza miaka yake ya kusoma hii diploma, akishafanya mtihani wa taifa akafanikiwa kufaulu kwa GPA ya 3, anaweza kuendelea na chuo kikuu akasoma bachelor degree yoyote anayotaka kusoma. Lakini akiamua kubaki pale pale anabaki na faida ya kuwa na diploma. Mwalimu ambaye alikuwa na grade A ni kwamba anaongeza uwezo wake, anakuwa competent sana, kwa sababu mtaala mpya huu ulioboreshwa umebase sana kwenye competence zaidi kuliko knowledge. Kwa hiyo mwalimu anakuwa na competence kubwa sana, umahiri katika kufundisha watoto darasani kule mashuleni. Lakini pia atakuwa yeye mwenyewe, faida yake binafsi ni kwamba atakuwa na cheti cha diploma ambacho kinaweza kumfanya akapata daraja, akapanda daraja, mshahara ukaongezeka, lakini pia akaenda vyuo vikuu kwenda kusoma degree yoyote anayotaka. Sawa, Dr. Mwansasu, naomba kwa kumalizia tuambie wanafikaje, utaratibu wa jinsi ya kujiunga, mawasiliano yenu iwe rahisi kwa mtu anayekutazama sasa hivi. Utaratibu wa kujiunga ni rahisi sana. Wanafunzi au tuseme hao walimu wanaweza kaingia kwenye website yetu www.singidattc.ac.tz, atajaza fomu pale maalum, atachagua halmashauri alipo, atachagua kituo anachotaka kusomea kulingana na sehemu yake ya kazi anayofanyia kama ni jirani.
Baada ya hapo atapata control number. Control number ile ya kulipia kiasi cha registration shilingi 40,000. Baada ya hapo akishalipa anakuwa amepata usajili. Tunawasiliana naye sasa kwa ajili ya kuanza lini anatakiwa aingie darasani kuanza masomo. Dr. Mwansasu, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Huyu ni Dr. Charles Mwansasu ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo kutoka Chuo cha Ualimu Singida. Ametueleza kwa undani zaidi kuhusiana na kinachofanyika hapa Chuo cha Ualimu Singida. Lakini kwa sasa hivi kama unataka kujiunga na Chuo cha Ualimu Singida, utatazama website ambayo inapita chini ya video yako, itakupa maelekezo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini kwa ambao unatumia simu janja pia unaweza ukapita kwenye page yao Instagram, pale wanafahamika kama Singida TTC. Baadhi ya maelekezo yote yako kule. Uzuri na urahisi, linki ambayo itakupeleka kwenye website pia inapatikana kwenye page ya Instagram. Asanteni sana kwa kunitazama, lakini pia karibuni sana Singida TTC.